السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والدار. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehema na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya tatu ndani ya Qur'ani ambazo aya hizi ni za kumzindua mwanadamu, zinamkumbusha mambo ambayo yatatokea katika maisha yetu ya akhira kwa sababu ya matendo ambayo tunayafanya hapa duniani, matendo ambayo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu illa wapate kuniabudu. Hiyo ndio sababu. Lakini siku ya kiyama, muda ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ashapambanua amali zetu na wakahukumiwa kwamba hawa ni wa peponi, hawa ni wa motoni, kuna maswali ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawauliza wanadamu, hususan watu ambao walikuwa wakifanya shirki hapa duniani na kuacha amali za kheri, watu ambao walikuwa ni wachawi, waganga, watu ambao walikuwa wamejiweka mbali na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakamtii shaitani. Allah anasema katika surati Yasin, alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaitana innahu lakum aduwwun mubin. Je, hatukufunga ahadi na nyinyi enyi wana wa Adamu kwamba msimwabudu shaitani, hakika yeye shaitani kwenu ni adui aliyewazi. Wa ani'buduni, na ahadi ya kwamba muniabudu mimi, hadha siratul mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka. Walaqad adalla minkum jibillan kathira, Allah nazidi kuwakumbusha, kuambia wanadamu, hakika huyu shaitani amepoteza kati yenu makundi mengi. Afalam takunu taqilun, ilikuwa hamtia akilini. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, hii ndio jahannamu ambayo mmeahidiwa. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun, ingieni leo kwa yale ambayo mliyakufuru katika dunia. Waislamu, maneno haya ni Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanadamu muda huo, hali ambayo hakuna wa kuwatetea isipokuwa ni kutarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu ya watu ambao wamekufa wakiwa na shirki zao, wanakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawasuta na kuwachamba kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Na amri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi almanni, ni juu yake kusimulia khairi na pia vile vile kuwaambia maneno ambayo yatakuwa ni ya dhiki katika mioyoni mwenu, mkikumbuka kwamba kweli mliacha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu amewaingiza, amewapa hukumu ya kuingia motoni. Inabidi sasa tunatafuta ni nani yule ambaye alitupoteza ili aweze kutuokoa. Huenda akatuokoa, maana yeye ndo alitudanganya. Narudi kwa shaitani alayhi laana. Kurudi kwa shaitani alayhi laana, Allah subhanahu wa ta'ala alivyo mtukufu na mkarimu, bado anatuambia siku hiyo shaitani atawaruka aseme nini? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ibrahim, waqala ash-shaytan, na akasema shaitani, lamma qudiya al-amru, siku hiyo ambayo itakuwa hukumu tayari imeshapita, washahukumiwa wa motoni wa peponi wote wameshahukumiwa, atasema shaitani atasema nini? Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq, hakika Mwenyezi Mungu amewaahidini ahadi ya kweli. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na mimi nikawaahidi na nikawahalifu. Wama kana li alaykum min sultani, na kuwahalifu kwangu haikumaanisha kwamba nilikuwa naweza lakini nikawahalifu, la, haikuwa na sikuwa na mamlaka hayo ya kuwapa kile ambacho mnakihitaji, haviko kwenye mamlaka yangu. Huyo shetani anawaambia wanadamu muda huo, illa an da'autukum, isipokuwa mimi tu niliwaiteni, niliwalingania, niliwafanyieni da'wa, fastajabtum li, mkanijibu, mkanifuata. Kwa hivyo fala talumuni walumu anfusakum, basi msinilaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu. Shetani anawaambia wanadamu zilaumuni nafsi zenu, kisha akawaambia kabisa, ma ana binusrakhikum, mimi siwezi kuwasaidia, sina msaada wote kwenu.
wama antum bimusrikhiya, wala nyinyi hamwezi kunisaidia na chochote kwa muda huu wa sasa. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, mimi nimevikufuru vile ambavyo mmenishirikisha navyo kabla. Inna dhalimina lahum adhabun alim, hakika madhalimu yani washirikina siku hiyo watakuwa na adhabu iumizayo. Maneno haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza shetani namna gani atakavyokuwa anawaruka wanadamu kwa yale ambayo aliwaahidi, na kwamba hana uwezo wa kuwapa yale aliyowaahidi. Nikimalizia aya ya mwisho ambayo iko katika surat Al-Hashr, suratul Hashr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile anatueleza mambo ambayo ni mfano wa yale ambao shetani atatufanyia siku hiyo katika kuwaruka wanadamu. Allah anasema kama pali shaitani idh qala lil insani kfur, msawasawa na mfano wa shaitani alipomwambia mwanadamu kufuru. Falamma kafara, pindi alipokufuru, qala inni bari'un minka, akamwambia mwanadamu mimi niko mbali na wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, kisha akamwambia mimi namuogopa Allah mola wa walimwengu wote. Fakana aqibatahuma, inakuwa sasa mwisho wao, annahuma, kwamba hao mashaitani na hao wanadamu, fi nari khalidaini fiha, wanaingia motoni milele humo. Wadhalika jazaa'u dhalimin, na hayo ndio malipo ya washirikina, hayo ndio malipo ya madhalimu. Waislamu, tunapozungumzia uovu wa shirki huwa tunazungumzia dhambi katika madhambi makubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha, na ndio dhambi la kwanza kabisa ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Haya maneno hayahusu waganga wachawi peke yake, bali inahusu kila ambaye ni vipenzi vyake wale wachawi, kila ambaye anawafuata wale wachawi na wale washirikina, kila ambaye anaabudu makaburi, kila ambaye anaabudu mizimu, kila ambaye ni mtu wa kwenda kwenye mizimu na kwenda kuomba na kwenda kwa waganga, kwenda kutaka msaada kwa waganga washirikina. Haya ni maswali ambayo yatawatokea. Kwa tahadhari ni kwamba ikiwa unapata maneno kama haya, msambazie mwenzako kumtahadharisha na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni mkali, moto ambao hakuna mtu yote ambaye anauweza isipokuwa kila mmoja atanyenyekea siku hiyo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bado tunaendelea na nitayafichua yote yale ambayo ni silaha za shetani katika kumpoteza mwanadamu. Anatumia silaha aina gani? Nikataja miongoni mwa vitu ambavyo kwetu ni genuine sana, ni vitu ambavyo mara nyingi vikitajwa yani ni vitu vinaeleweka, ni maarufu sana, lakini watu huwa hawatia akilini. Ni mtu kuwa mushriki, kuwa mshirikina, mtu kuwa mchawi, hasidi, mtu ambaye ana kijicho na mengineyo ambayo yanaambatana na hayo yote. Tutaelezea hii ni silaha ya shetani ya aina gani, anaitumia vipi katika kuangamiza wewe mwanadamu. Hayo machache namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatoe kwenye moyo, ayaingize kwenye moyo ili tuweze kufaulu na kutoweka katika matatizo kama haya. Jazakumullahu khair, endelea kunifuatilia.